Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu na wanangu, wake kwa waume, Waislamu na wasio Waislamu, wanaopenda kufuatilia sana makala haya tunayotoa kila wakati. Karibuni kwenye makala mengine ambayo tunaendeleza yale yaliyokuwa ni ya utangulizi mwanzo kuhusu je, kuna kabila la Waswahili au kuna Kiswahili tu. Katika kanda ile ya kwanza ya utangulizi nimepata maoni ya watu wengi ambayo katika ukurasa wangu wa YouTube wameandika, wako wanaosifu na wako wanaopinga, na mpaka inafika wakati kuna watu wanajitolea kwamba wako tayari kukutana na mimi na kujadili na mimi hata hadharani. Lakini silo lengo lenyewe. Katika makala haya naingia kidogo kwa kina kwenye mambo fulani ambayo kama kawaida yangu, kwa wale ambao mna uzoefu wa kufuatilia makala yangu, nitathibitisha kwa ushahidi wa wataalamu ambao wanatupita mimi na wewe, na hata baadhi hao wanaotoa maoni yao kuhusu ninayozungumza katika utaalamu wa mambo yenyewe. Waswahili, kama nilivyoeleza mara nyingi, jina hili silo lilokuwa likitumika kabla ya kuja kwa Muhammad bin Abdullah au kipenda Ibn Battuta mwaka 1331 akatembelea kwenye ufuo huu wa Afrika Mashariki, kuanzia Marka, Warsheikh, Mogadisho, Kismayu, Barawa, Lamu, akaenda Malindi, Kilifi, Mombasa, hadi yeye mwenyewe kufikia sehemu ya Kilwa na akaweza kuweka makaaji yake kule. Mwaka 1331 wengi mtakubaliana nami kwamba wengi katika wanaojidai leo ni watu wa pwani hawakuwako kamwe, na ushahidi uko. Lakini usifanye pupa, twende hatua kwa hatua kuelimishana kuhusu mambo haya, kwa sababu ndilo lengo, si kusutana, si kukejeliana, la. Najaribu tu kufuta historia ya urongo iliyoelezwa kwa muda mrefu mpaka watoto wakafundishwa. Mimi mwenyewe skuli nikasomeshwa kwamba mimi natokana na Mbantu na Mwarabu. Lakini kwa ushahidi niliozungumza kwenye utangulizi wa makala haya, Periplus of the Eritrean Sea imeandikwa AD 45 mpaka AD 60 na imetaja watu kutoka nchi ya Yemen waliokuwa wakija wakifanya biashara kwenye ufuo huu. Mimi nataka tu ujiulize, AD 45 AD 60 Yemen, watu wakitoka kule walikuwa wanakuja kufanya biashara na nani hapa? Swala la kwanza. Na je, yule ambaye nasema mimi kwamba si Mswahili aweza kuthibitisha kwamba AD 45 AD 60 yeye alikuwa kwenye ufuo huu? Haya ni masuala yangu ya utangulizi kwenye makala haya. Kisha kuna kuja kwa Uislamu baina ya karne ya 7 na 8. Je, Mbantu yoyote ambaye si Mswahili aweza kuthibitisha kwa karne ya 7 na ya 8 alikuwa hapa? Kuna 975 AD Hassan bin Ali na familia yake wanatoka Persia wanakuja, ni karne ya 10. Yuko mtu anaweza kuthibitisha ambaye si Mswahili alikuwako hapa? Kisha karne ya 11, 12, 13 nilikutajia Al-Idrisi, Al-Masudi, Al-Makrizi, ni wanazioni wakubwa kutoka bara Arabu, wameandika kuhusu eneo hili. Na kuna maneno yanatumika, maneno kama Azania, maneno kama Zanj ambayo yanamaanisha mtu mweusi. Ni nani huyu mtu mweusi? Unaweza kunipa ushahidi aliyekuwa kwa kabla ya Mswahili? Sasa haya ni masuala ambayo nilikuwa nachokoza hisia zako na fikra uweze kufikiria, na pengine uwe si mvivu wa kutafiti na kusoma, uweze kuelewa kwamba huyu hawezi kuwa mwandazimu. Siji hapa mimi kusema maneno ambayo siwezi kuthibitisha. Andamana nami tafadhali, tuanze kuangalia ushahidi wa yale tunayosema, na nakwambia kama ninavyosema kila siku, wewe usikubali mimi ninayosema. Toka kwenye uvivu wa kutafiti na kusoma,
na wewe tafiti, usome, alafu uangalie, je, fikra ulizokuwa nazo bado ni zile zile, au unaweza kukubali ukweli unapotambulishwa na ukautambua kwamba huu ndio ukweli. Karne ya 14 mwaka 1331 akija Ibn Battuta kwenye ufuo huu, ukumbuke ametaja kwamba amekutana na watu wa staarabu. Ametaja aina ya misikiti ambayo ameyakuta yamejengwa kwenye ufuo huu, na amesema madhehebu ambayo wenyeji wa sehemu hizi walikuwa wafuata. Hakujua waiteje kwa majina ya kabila zao, lakini yeye mwenyewe alipoulizwa na mfalme wake baada ya kumweleza ustaarabu wa watu wenyewe na namna ya maisha wanaoishi, yeye ndio alosema ahlu sahil, wengine wasema alisema ahlu sawahil. Katika kanda ya kwanza ya utangulizi nilikuonesha ukurasa wa kitabu chake ambapo ametaja maneno haya. Leo nataka kuingia ndani kwa sababu naamua mimi niko na chuki na baadhi ya Waswahili. Na Waswahili wote ni Waswahili ambao wahusiana kwa namna moja au nyingine. Andamana nami tena na kuomba kwa unyenyekevu, heshima na taadhima. Na katika kuniandama usiwe ni mtu ambaye umefunga moyo wako na akili yako, hutaki kuangalia ushahidi ninaotoa, unataka kupinga tu. Na hata ikiwa ni hivyo basi, unapopinga mimi nakuomba wewe kama mtu ambaye ni mstaarabu, mtu mwadilifu, mwenye adabu za hata kukhitilafiana, uwe na wewe unapozungumza dhidi ya niliyoyasema mimi, na wewe utoe ushahidi wako tafadhali, ikiwa yawezekana. Kama uwezi, ahlan wa sahlan, tutaachia wale wanaoangalia yale ninayosema mimi na kusikiza yale ninayosema mimi na ushahidi wangu, na wakuangalia na wewe, wakusikize na wewe, halafu waangalie na ushahidi wako, wao wenyewe wakatikiwe. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mimi naamini wewe unayeniangalia, wewe si mjinga. Wewe ni mtu ambaye una akili yako. Na ukitaka kujua tofauti ya mtu mstaarabu na mtu ambaye si mstaarabu, mngojee afungue mdomo wake kuzungumza, wewe utajua nani amestaarabika na nani hajastaarabika. Sasa kwa kuanzia, kama nilivyokuahidi, tuanze Mombasa. Na kama unavyoona kwenye chombo chako unachotumia kuniangalilia, kuna nambari ambayo iko juu kabisa inaandikwa DC/MSA/3/3, yani DC alafu Mombasa alafu 33. Hii ni faili ambayo ni rasmi ya serikali, na kitu ambacho nataka kukunukulia ni ripoti ya kuhusu wenyeji halisi mjini Mombasa, ambayo imeandikwa kama unavyoona mwezi wa 12 mwezi wa Disemba mwaka 1930, kumaanisha kwamba ni faili ya serikali iliyokuweko ya Waingereza na sultani kabla ya Kenya kupawa uhuru. Kama nilivyokuahidi mapema na kila mara, ni kwamba muhimu sana kuthibitisha jambo unalosema, na mimi nafanya na nawajibika kama ipasavyo kuwajibika. Katika ripoti hii na kunukulia kwamba in this report it is proposed to deal with the various aspects of native affairs. Katika ripoti hii inapendekezwa kupambana na mambo kadha na miangalio kadha ya kuhusu haki za wenyeji halisi in Mombasa, katika mji wa Mombasa, as enumerated in letter number ST1/1/16, kama ilivyotajwa na kuelezwa katika barua nambari ST1/1/16 of 4th 11th 1930, kusema ni barua ya tarehe 4 mwezi wa 11 mwezi wa Novemba mwaka 1930 kwa mujibu wa kalenda ya Gregoria, ambayo ilikuwa ni from
Honorable Provincial Commissioner ambayo ilikuwa inatoka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa Pwani Coast to District Commissioner Mombasa, anamwandikia mkuu wa wilaya mjini Mombasa. Sasa natumai utakubaliana nami kwamba ukiangalia hapo juu pameandikwa the position of upcountry native in Mombasa, mahali pa watu wa kutoka bara mjini Mombasa. Na neno position nalitafsiri kwa maana ya mahali ama daraja ya watu wa kutoka bara mjini Mombasa. Kisha wanaendelea kusema the population of Mombasa, jumla ya watu mjini Mombasa, apart from those recognized as non-natives, mbali na wale ambao wanatambulika kuwa si wenyeji halisi, may be divided as follows, wanaweza kugawanywa kama ifuatavyo. Kwanza anataja wenyeji na anasema ni watu wa kabila 12 ambao ndio original inhabitants of the island, ambao ndio wenyeji halisi wa kisiwa. Neno ambalo linaweza kutumika kwa Kiswahili safi kabisa ni wanati. Si wanati. Wanati ni wa Jamaica, wale ndio nati dread. Wanati, kama huwezi kutamka, tafadhali jifundishe kulitamka. Wanati wa kisiwa cha Mombasa wako kwenye kabila 12 za Waswahili. Kisha kuna wale waliomizwa, the absorbed, watu waliomizwa kwenye kisiwa hiki ambao wajumuisha pamoja na wazalia, mahaji na watu wenyeji wa nchi nyingine waliokuja kwenye kisiwa hiki miaka mingi iliyopita, na watu kutoka kabila jirani ambao wamekuja wakiteremkia sehemu za Mombasa. Kisha tatu wanazungumza kuhusu watu wa kabila za Mumuhumu ambao wamekuja kuuza bidhaa na kwa sababu ya kufanya kazi kama vibarua. Na 4 ni watu wa kutoka bara wanaokuja kwa sababu ya kazi. Maelezo haya ni maelezo ambayo nafikiri yamekushibisha, na kwa sababu ni nyaraka za serikali, ni kumbukumbu ziko kwenye faili za serikali, sijui utapinga kwa namna gani. Lakini kwa sababu ya kuheshimu maoni ya watu, nitakupa ruhusa kunipinga, lakini iwapo utatoa ushahidi wako dhidi ya huu niliotoa mimi. Twende daraja ya pili. Daraja ya pili watu wengi hawajui, na ndio wanaona kuna msukumo wa watu kuwa wanaruka mara nyingi kukubali jambo ambalo liko wazi. Ushahidi ninaoonyesha sasa ni mapatano au kipenda ni mkataba baina ya Wadigo na kampuni ya Uingereza ilikuwa ikisimamia utawala kwa niaba ya sultani ya Imperial British East Africa Company, ambayo walikubaliana mwaka 1887 kama unavyoona ushahidi wangu. Sifikiri kwamba wengi watu katika jamii ya Wadigo, hata wasomi, hata walioko kwenye hatamu za serikali, wajua kwamba kulikuwa na mkataba huu baina ya mmoja wa viongozi wake ambao wanajulikana kwa jina la Kubo. Alikubaliana na sultani na Waingereza na kuweka sahihi yake kwamba yeye atapeperusha bendera ya Waingereza na sultani kwenye eneo lake, kama maelezo yanavyoonesha hapa kwenye chombo chako unachotumia kuangalilia kanda hii. Nikinukuu, ni kopi
ya mkataba nambari 11, mkataba ama ukipenda mapatano baina ya British East Africa Association and the Sultan of Wadigo. Anasema Kubo declares that he has placed all his country and peoples under the British East African Association. The whole country is voluntarily placed under the rule and government of the said association, and I will hoist the flag of His Highness the Sultan of Zanzibar as has been agreed by deed between His Highness and the association. Kisha pale alipoweka sahihi wamekuonesha Sultan of the Wadigo, alafu mmoja anakuambia Abdullah bin Rashid Shikali anasema mimi I am witness that the above mark is the true signature of Kubo Sultan of the Wadigo. Na mwingine alikuwa shahidi ni Lloyd W.M. Matthews ambaye anafuatana na E.N. Mackenzie na Hamis bin Said. Mackenzie anasema kama agenti wa Imperial British East Africa Company, let it be known to all whom it may concern that Kubo has placed himself, country and peoples under the protection of the British East African Association, and that the undersigned is authorized in their name to give him and them protection. Mara nyingi munasema kwamba hamujui mapatano yoyote ya wazee wenu na Waingereza ama sultani. Na mara nyingi na wanyenyekea kwa unyenyekevu, heshima na taadhima kwamba mambo mengine usiseme kutokana na ari na mori na harara na jazba na hujui kwamba wewe hujui. Utafika wakati ukifika mahali ukitolewa ushahidi yatakushangaza sana na watu wako wote watakuona kwamba ulikuwa mrongo. Wadigo hawako peke yao kwenye kazi hii. Kuna wenzao wa Dhuruma nao ambao walitiliana saini na Waingereza na sultani. Mara nyingine nishauliza hata kwenye kipindi changu cha redio kwamba je, Wadhuruma wanamjua mmoja katika viongozi wao alikuwa akijulikana kwa jina la Bonjo bin Kifui. Yeye naye mwaka huo aliwekeana sahihi na Waingereza na sultani, na ni kama hivyo unavyoona kwenye chombo chako unachoangalilia. Natoa ushahidi huu kwa sababu nataka tu ujue uko, sijaingia ndani na kuna ushahidi mwingine mwingi sijauzungumza, na ndio unaniona mtu akinikashifu, akinikejeli, akinitukana, akinitoeza hadhi yangu. Sipendi kujishughulisha na kujibizana naye kwa sababu najua nakokwenda kutokana na kuwa najua mtokako. Najua nilipo na najua nenda wapi vipi. Nitajishughulisha na mambo muhimu na nitakupa muda wewe ambaye waona wajua kuliko mimi utafakari ninayosema, iwapo ni mtu utajiondolea uvivu wa kutafiti na kusoma. Halafu nikikupa muda nina hakika katika maelezo nikiendelea, iwapo sitafuata kejeli zako, stihizai zako, matusi yako na kutoeza hadhi kwako, basi utaelewa baada ya muda. Tafadhali usipitwe na makala na maelezo yaliyomo kwenye makala, kwa sababu hatuzungumzi maneno unayopenda kusikia, tunazungumza maneno unayopaswa kusikia. Sasa nataka kumalizia kutokana na kisingizio, tuhuma cha baadhi ya ndugu zangu ambao wanasema mimi nina chuki na Wabajuni. Lakini kwa masikitiko makubwa na kwa heshima na taadhima, mimi naona aaminie hivyo hanijui vizuri. Lakini ili kuwatambulisha ni kwamba mimi na Wabajuni hatuwezi kutangukana. Bimaana ya kwamba
tangu mzazi wangu Sheikh Abdullahi Nasir ameoa Bajunini na amezaa Bajunini, kisha mdogo wake kwa baba na mama Ustadh Ahmad Nasir Juma Balo ambaye ni malenga wa Mvita ameoa Bajunini, amezaa Bajunini. Kisha ami yangu wa pili ambaye ni Muhammad Khamis Juma Balo, almarhum Muhammad Khamis Juma Balo, wengine wamwita profesa, mwimbaji maarufu wa taarabu, amezaliwa yeye Bajunini, ameoa Bajunini, amezaa Bajunini. Na waepuka vipi mimi wa Bajuni? Kwa hivyo anayenisingizia hilo hanijui vizuri, pengine aulize apate kuelewa. Na ili kukutamanisha, ufuate makala yajayo ambapo nitaingia ndani kwenye Wabajuni na nikueleze ipasavyo kuhusu mimi najua nini kuhusu Wabajuni na haki zao na tarikhi yao, na kuondesha tu maelezo ya kuhusu Wabajuni na namna walivyokuja kwa lugha yao wenyewe. Jiangalilie kwenye chomo unachotumia kuniangalia sasa hivi na kusikiza, halafu na kuwekea iende pole pole upate kusoma mwenyewe. Tangu kuja kwao kwenye maeneo ambayo ni yao hivi sasa mpaka kufikia wakati wa kutaka haki zao ilipokuwa tutawekwa pamoja na Kenya miaka ya 60, wale wazee walisema nini wakati huo kwa niaba ya jamii ya Wabajuni kwenye sehemu hii ya mwambao wa Pwani? Na baada ya kumaliza hayo, hebu ziangalie hizi picha, uangalie, je, najua Bajuni ni nani ama sijui? Lakini nakuahidi usikose makala yajayo, kwa sababu tutamzungumza Bajuni kama atapata kanavyo kuzungumzwa, na wale waliokuwa hawajui haki za Wabajuni wapate kutambua Mbajuni ni nani. Sina la ziada, wewe amua mwenyewe, na nakutaradhilia kwa hisani yako. Anayekuja kuzungumza dhidi ya haya tunayozungumza, mshawishi, usimshurutishe, mshawishi aambatanishe na ushahidi wake, tafadhali. Makala haya ya kuhusu Mswahili yuko au hayuko ni makala marefu sana, kwa sababu ni mtu ambaye anatokana na jamii yenye historia ya miaka zaidi ya 2000 kwenye ufuo huu wa Afrika Mashariki. Hayawezi kuzungumzwa kwa nusu saa ama dakika 10 au saa moja nzima. Hayawezi kuzungumzwa hata kwa wiki lao mwaketi chini kujadili. Ni masuala ambayo yanahusiana na kueleweshana mambo. Na mambo haya mimi si mtaalamu wa kuweza kutambua yaliyokuwako kwenye eneo hili, bali kwa kuwa nimeondoa uvivu wa kutafiti na kusoma, nimeonana na nyaraka na kumbukumbu za wataalamu wanaoaminika ulimwenguni, wamemzungumza Mswahili kwa kina na kuthibitisha kwa utaalamu wao na uvumbuzi wao kwamba huyu ndiye aliyekuweko kwenye ufuo huu wa Afrika Mashariki kwa muda mrefu kuliko jamii nyingine yoyote. Tizama ushahidi, halafu ukate shauri. Baada ya kukuonesha ushahidi wote huu, sina shaka kwamba sasa kidogo akili utaanza kuisumbua. Na narudia tena, usikubali niliyosema mimi, wewe pia tafiti. Uliza wale waliokuzidi kwa elimu, soma, halafu na wewe ufanye kazi kama nifanyao mimi, uelimishe watu hata kama ni kinyume na ninavyofanya mimi. Lakini kumbuka, katika kukhtilafiana, katika kutofautiana elimu na mawazo, kuna misingi yake, na ni ustaarabu, uadilifu, dasturi na adabu za kukhtilafiana na kutofautiana fikra na elimu. Tusipite mipaka, kwa sababu haipendezi, na watu wengi wanaotuangalia na kutusikiza watajua wewe kama ni mstaarabu au si mstaarabu.
kama ni mwadilifu au si mwadilifu, kama ni mtu uko na dasturi na adabu au huna dasturi na adabu, ambapo atakuweka daraja tofauti, na usikubali kuwekwa daraja hiyo. Kwa leo tuombe Mwenyezi Mungu, mimi na wewe, atulekeze njia ambayo itamridhisha yeye Mungu, sio inayoturidhisha sisi wala mwingine yoyote. Na Mwenyezi Mungu atuafikie nia zetu, iwapo ni nia njema na safi ambazo zitakuwa zamridhisha yeye Mwenyezi Mungu. Sina la ziada, nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.